Henry Boyeli Bobwa out. Mohamed Dumbia out. Dennis Nkane out. Mohamed Kamara in. Emmanuel Mwanengo in. Kuna kitu unakiona? Kama bado hujakiona, acha nikuonyeshe. Kocha Pedro Gonçalves anaanza kuonyesha makucha yake. Anaanza kuonyesha yeye ni kocha wa aina gani. Ukitazama wachezaji wanaoachwa Yanga na wale wanaoingia, inakupa majibu kuwa Pedro ni kocha mgumu, anayejaribu kutengeneza timu jiwe itakayomudu kupata matokeo mbele ya timu ngumu, lakini kubwa zaidi itakayocheza mpira mgumu, mpira kwasu kwasu. Leo nitakupa taswira ya mwisho ya Yanga ya Pedro baada ya usajili. Yanga hii ndio itakayopambana kufika mbali klabu bingwa Afrika, bila kusahau kutetea mataji yote walioyakusanya msimu uliopita, kuanzia CRDB Federation Cup hadi ligi kuu Tanzania bara. Nitakwambia kwa usajili huu Yanga itamudu kufanya yote hayo. Kuna raha yake kutazama mpira kiufundi zaidi. Kuna raha yake kujua ubora wa mbinu na udhaifu wa kila timu. Wa kwanza kujua ni nini makocha wa timu zote mbili wanafanya ndani ya dakika 90. Ujuzi huu utaupata kupitia hapa Soka Data, na mwingine mwingi zaidi utaupata kupitia kitabu chetu cha sanaa ya kushambulia kwa kushtukiza. Msimu huu tumekuja na ofa kubwa haijawahi kutokea. Niambie. Ukinunua kitabu chetu tutakupa application itakayokuwezesha kupata vitabu vingine zaidi ya 100 vya soka. Msimu huu usipokuwa na jicho la kiufundi, basi bora uache kufuatilia mpira. Kwa shilingi 10,000 pekee utapata nakala yako papo hapo. Piga simu au tuma ujumbe mfupi kupitia WhatsApp kwa 0627532401. Kumbuka, hii ni ofa, wahi leo kabla haijaisha. Sajili za Yanga. Kiangalia kwa umakini, wachezaji waliotambulishwa hadi sasa kwa maana ya Emmanuel Mwanengo kutoka TRA United, Maruf Chakei na Damaro Kamara kutoka Singida Black Stars, wote wana sifa kuu moja: ni wagumu, wachezaji wa kazi, wako tough na wana work rate kubwa, mapafu ya mbweha. Mwanengo ni striker anayejua kufosi, anashuti eneo ambalo hutarajii, ni kijana mwenye nishati kubwa. Tofauti yake na Boyeli Bobwa ni uzito. Boyeli alikuwa mzito sana, hakuwa na mikimbio mingi ya kujiweka eneo sahihi kwa yeye kucheka na nyavu. Boyeli ni mzuri kuleta kashikashi kwenye boksi la mpinzani, lakini Mwanengo anaweza kuleta kashikashi akitokea pande zote, kwa maana ya kulia, kushoto na katikati. Huyu ni kijana na mgumu mwenye tija nyingi mbele ya kocha Pedro Gonçalves kuliko Boyeli. Mwanengo hapa juu ataungana na kijana Clement Nzize na mwana mfalme Prince Mpumelelo Dube. Mohamed Damaro Kamara na Maruf Chakei hawahitaji maelezo mengi. Huyu Damaro ni bora zaidi ya Moussa Bara Conte. Yuko slow lakini yuko sure sana. Pasi zake ni za kimaelekezo, lakini pia ana msuri wa kugadi mpira na kuupeleka kule anakotaka. Unamfahamu Sergio Busquets? Damaro ni type ya Sergio Busquets. Mwongo sana. Ukimwendea vibaya atakuaibisha. Kwenye eneo lake ataungana na Mudathir Yahya Abbas, Azizi Andambwile, Lassine Kouma na Duke Abuya. Sifa za Yanga ijayo baada ya usajili. Kwanza kabisa ni Yanga inayokimbia sana. Kwenye kikosi cha Yanga ukimtoa Pacome Zouzoua, Shadrack Isaka Boka na Prince Mpumelelo Dube, ni mchezaji gani mwingine nare? Hakuna! Ni Yanga ya wachezaji walio serious zaidi. Ulishawahi kusikia watu wa kazi? Yanga hii haina wauza sura kabisa. Anzia kwa Djigui Diarra, njoo kwa Shabalala, nenda kwa Dickson Job, maliza na Ibrahim Baka. Kuna anayecheka hapo? Duke Abuya kwenye dimba la chini, Mudathir Yahya, Max Nzengeli na Mwanengo. Hapo vipi? Hawa wakikuamulia kukufunga 9, ujue utafungwa 9 kweli. Lakini 3 ni Yanga isiyo na ladha kwenye kuitazama. Yanga ijayo itapata matokeo, lakini kwenye kutazama mpira hautokuwa na burudani. Yanga watakufunga kwa kukulazimisha, watakukimbiza kwanza, ukishachoka watakufunga. Unaikumbuka mechi dhidi ya Simba kwenye ngao ya jamii? Kwenye kipindi chote cha kwanza
kwanza, Yanga ilikosa kabisa mvuto na uwezo wa kutengeneza nafasi hatari katika lango la Simba. Kwa nini? Kwa sababu eneo la kati lilikuwa halijatulia, mipira mingi ilikuwa ikipotea. Kipindi cha pili akaingia fundi Mohamed Dombia, dimba akalituliza, Yanga ikapata goli na kubeba ngao ya jamii. Ukiona kocha hamtaki Dombia, ujue kabisa hafikirii kuutawala mchezo kwenye kila kitu. 4. Yanga itakuwa ni timu tamu dhidi ya timu kubwa. Yanga ijayo haitokuwa story kumfunga Al Ahly akiwa kwake Misri. Unajua kwa nini? Yanga itakuwa na timu ngumu kufungika. Workload kubwa ya wachezaji itawafanya wapinzani washindwe kabisa kutengeneza nafasi za kufunga. Performance ya Yanga itakuwa juu sana kwenye mechi muhimu, mechi za kimkakati. Hakuna mvivu kwenye kikosi, kila mchezaji ni mpambanaji asiyekata tamaa kirahisi. Hii ndio Yanga ijayo baada ya usajili. Kocha Pedro Gonçalves naamini kuwa na mambo mengi. Focus yake kubwa itakuwa ni kupata matokeo kwenye kila mchezo. Niambie, Yanga hii unaionaje? Hakikisha una subscribe na kubofya alama ya kengele. Hadi wakati mwingine, kwaheri.